Asanteni sana. Langu jina ni Mjukuu wa Bunduki, Rais wa Bunge la Mwananchi, na mimi nataka kusema mambo ya Gusii, ya kwamba niliona juzi wanasiasa wamejipanga kwa sababu hawana mwelekeo. Sasa wametengeneza kipindi ya kwamba kuna mtu ameleta guns kwa furuka Kisumu. Nataka kuambia governor wa Siaya, uko na 7.8 billion Kenya shillings. Fanya miradi Siaya County. Wacha kuchukua pesa wana Siaya, kufanya naye kipindi Kisumu, kufanya naye kipindi Olkalao, kufanya naye kipindi Thika, kufanya naye kipindi Nairobi, na kupanda naye kipindi Kwale na Kilifi. Unajua watu wanasitumu serikali yanaleta guns. Ndugu yangu, serikali hana haja na guns. Tuko na polisi ya kutosha. Kama tunataka Orengo, tunamshika Orengo, tunampeleka korokoroni. So wakati uko hapa unasema guns, tunatumia guns ndio tupate nini? Na tuko na uwezo ya kukamata mwanasiasa yote kama tunataka kushika kama serikali. So watu ambao wanasema guns, hiyo ni kipindi Orengo. Orengo amezoea kipindi. Sijuzi tu mnaona hapa amepanda pikipiki, ndio aonekane kwamba yeye ni mtetezi. Kama yeye ni mtetezi, kijana ameshikwa tu nyuma yake wakati anatubia wanahabari. Hakushughulika. Ni siku gani Mayo na Raila Odinga ati ameita maandamano ama mkutano yake mpolisi anakuja kushika mtu? Ni ngumu na yaita wifi serikali. So Orengo ni mwanasiasa ambaye anafanya kipindi, amefeli Siaya, since akwe kwa serikali, since akwe mbunge, hakuna chochote governor huyu anaweza simama ya kwamba hii ni legacy yangu ambayo nimeleta ama hii ni maendeleo nimefanya Ugenya. Amekuwa Mkenya kama mbunge, hakuna kitu amefanya. Amekuwa waziri ya mashamba ambapo Uhuru Kenyatta William Ruto amepigana akapewa hiyo cheo kama waziri wa shamba. Wajaluo wana title deed. Yeye hajakumbusha, tunamkumbusha 2027 kwa sababu hakuna Raila Odinga. Hao ni watu ambao wamebenefit kwa niaba ya jina Raila Odinga, lakini wao binafsi hajasaidia hata jamii. Sasa Orengo anatafuta kipindi ati guns. Tangu sikani umeona Mjaluo anabeba mshale. Then wanatengeneza kipindi na huyu bishop ya Anglican. Ati sasa msale imepatikana kwa madhabahu. Hizo ni kipindi. Tunataka kuambia bishop, time yako bado, tunaanza kukutembelea wewe, tunaanza kujua tithe ya kanisa unatumia vizuri ama unakula. Unaona sasa umeanza? Lazima tukutembelee. Tujue tithe yetu kama wana kanisa. Je, unatumia njia ambayo inafaa ama unapea kinorengo unafanya naye siasa? Uamue kama wewe ni mwanasiasa ama wewe ni bishop. Uwezi tukana Wajaluo kwa sababu mpigwa fitina na Uhuru Kenyatta na Orengo ati Wajaluo wako na waziri wawili. Na hao ndio wanasumbua watu. Hao wawili ndio wetu. Wewe kama unataka kukua jamii ya Mlima Kenya, enda kwa Uhuru Kenyatta Kiambu Gatundu. Ushaweri. Uende kwa bishop huko kwako. Sida yetu na uongozi ambao tumepewa na William Ruto achana nayo. Uwezi kutuambia sasa tuanze kukejeli William Ruto. Tutamkejeli aje Rais William Ruto? Na sasa tukitembea tunaona modern market yenye Uhuru hakutujengea. Kibaki hakujenga. Then watuambie sasa tuache modern market, watu tunaona William Ruto imejengwa Mlima Kenya kila mahali hakuna matope. Then tuanze kupiga Ruto kwa sababu anatujengea modern market, tumetoka kwa matope. Then unatuambia serikali mbaya. My friend, hakuna serikali nzuri. Hii mbaya ndio tuko ndani until 2032. Na kimaliza tunaongeza bonus ile ya Cherengei, Senator Cherengei. Wajeni ufala ndugu zangu. Uongozi umekuwa Kiambu 25 years. Uongozi umekuwa Nyeri 10 years, 35 years. Hatuwezi kuwa kikaragosi ya Uhuru Kenyatta. Hatuwezi kuwa kikaragosi ya Gachagua. Kama wanataka kupanga watu, wapange Edwin Sifuna, wapange Orengo, apane na Tembea. Na wakishapanga, na hiyo ni kura 3. Enough. Imetosha Uhuru Kenyatta na Gachagua. Wajipange nayo. Hii siasa ndogo ndogo, my friend. Ruto amefanya Raila Odinga amekuwa prime minister. William Ruto Dhiambu. Ruto mwenyewe ametusimama na sisi 207. Ruto amepelekwa Hague kwa niaba yetu. Hakuna mwanasiasa ambaye pea Raila Odinga ama Jaluo kura kama Mheshimiwa Arap Kipchirchir, William Odhiambo Tieno Nyango. Then wanatuambia saa hii ati Ruto ni mbaya. Kama ni mbaya, shida yako na mama yako na familia yenu. Serikali ni nzuri. Bora toe SGR kwa shamba ya Uhuru Kenyatta Bwenyenye apeleke Malaba.
apeleke Kusikoi kwake. Si William Ruto akona shamba. Kwa nini apeleke Kilgoris kwa shamba yake? Si anapeleka kule Malaba. Kwa sababu anataka kupanua uchumi ya maeneo ya Western Region. Then wewe uko hapa kwa sababu umezoea siasa ya divide and rule. Ruto milele, Ruto 2032. Na kama jamaliza project yake bonus ya Cherengei hapo 2029 tunaweza leta aongezwe hiyo miaka 8. Wacheni utuimu mambo yenu ya mchezo ndugu yangu. Tunataka Kenya, kila sehemu ya Kenya ipate maendeleo. Wajia imekuwa, Garissa imekuwa. Kwani ni nini Ruto ameona ajenge kiwanja ya ndege Garissa? Kwani Uhuru Kenyatta kuwa na macho? Kibaki hakuwa na macho? Wajia imekuwa. Kwani Uhuru hakuwa na macho? Kibaki hakuwa na macho ajenge stadium kule Wajia? Si alikuwa na macho? Then the son of nobody, muuzaji ya kuku, amekuja amejenga stadium Wajia, mnatuambia tu ni mbaya. My friend, huyo mbaya ndio tunaenda naye 2027. Mumezoea ni nyinyi. Ushuru lazima kila mtu ulipo ushuru. Na shida kubwa between William Ruto na hapo nyenye ya Mlima Kenya, wameibia kabila zingine mingi. Wako na kampuni kubwa hawalipi tax. Baadhi serikali ya mtu ya muuza kuku huyu jamaa ya kuuza kuku, lazima ulipo ushuru ndugu yangu, lazima. Kwa hiyo serikali ya Ruto lazima ulipo ushuru, upende usipende, au ukue mkubwa ukue mdogo, tax ni lazima unalipa. Uhuru amekopa 9 trillion. Ruto sasa kama Ruto analipa hatakuwa maendeleo. Ruto analipa pesa ambayo Uhuru amekopa miaka 10, 9 trillion. Na bado William Ruto huyu muuzaji ya kuku ana manage kufanya maendeleo. Ana manage kujenga affordable. Kwani hizo affordable ambayo inajengwa 47 county haikukuwa kwa during Uhuru Kenyatta. Apply nyumba. Kama unataka nyumba side yako my friend. Sisi tunajenga, kama unataka tunauzia wenye wanakona pesa. Hatuwezi kukulazimisha. Apply nyumba iko tena bei nafuu. Hakuna haja niishi kwa nyumba ya mtu alipa 25,000 2 bedroom. Nyumba ya serikali iko, naweka deposit 20,000 napewa nyumba. Nalipa 8,000 every month. Nyumba nikimaliza nyumba ni yangu. Uko mahali unalipa 50,000 nyumba sio yako, ya mwenyewe. Kuja kwa nyumba ya affordable ya serikali kama utaki hatukulazimishi. But affordable isimami, tunajenga miaka yote 10 ya Ruto yote. Kuna watu ambao kuna pesa watakuja kununua, kama utaki shida yako. Lazima tubadilishe sura ya Kenya. Ukienda Kinango, Kwale County, kwani ni Rift Valley? Si Rift Valley, si ni pwani ya nchi. Kama excellence Ruto amejenga affordable, technical, colleges, barabara, Ruto ni mbaya. Kwani 40% ya watu wa Kinango ni watu gapi? Si ni Kenyatta ndio alitoa Kiambu akapeleka Kinango. Ruto akifanya maendeleo bado ni mbaya. My friend, lazima tu change sura ya taifa la Kenya. Kuna watu waliamua Muluya, Mjaluo, Mpwani, Mkamba, Masai hawezi panda maendeleo. But Ruto amekataa. Ruto amesema lazima maendeleo yaende kila mahali. So kama wewe unataka maendeleo, shida yako. Wakamba hakuna serikali tuwasaidie hii ya Ruto huu ya muuzaji kuku. Na kama mtaki mwende ndugu yangu na mimi nakuongoza. So kama mtaki kufanya maendeleo kwa sababu mnafuata kiongozi wenu Mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Kalonzo amekuwa kwa serikali zaidi ya miaka 40. Hata lami kwenda kwa Kalonzo haipo. Maji haipo, sitima haipo, but amekuwa vice president. Mudavadi amekuwa mwezi 3. Kuna lami, kuna sitima, kuna maji kwa Mudavadi. Ni kwa nini yeye hana haja? Kwa sababu hataki lami. Ndugu zangu, watu kutoka Ukambani kaunti 3 saa hii maji imewasumbua muda mrefu. Tangu tukue independent 1963. Huyu muuzaji kuku, huyu William Ruto Dhiambo, rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, ameweka sahi 500 million Makueni County. Hiyo ni pesa anaweka sola ya kupiga maji safi kwa kaunti zote 3 ya Wakamba, Machakos, Makueni, Kitui. Ya ine ni kaunti ambayo jirani hapa ya Olelengu, Kajiado County. Then uko hapa wewe Mkamba ati Kalonzo. My friend, Kalonzo hawezi kuwa president. Ile cheo kubwa Kalonzo amekuwa ni vice president kwa sababu